Leviticus. Je, mmesoma Hesabu, kitabu cha Hesabu mmesoma nadhani? No. Akamwambia hapana. Even as God speaks to us. Hata sisi Mungu anazungumza nasi. And they were right. Na walikuwa sahihi. For us we only see Moses. Kwa sababu sisi tunaona Musa writing and Moses and I don't know Moses. Mungu anaongea na Musa. But even other people. Lakini hata watu wengine they were hearing from God. Walikuwa wanasikia kutoka kwa Mungu. And then God came and intervened. Sasa Mungu ndiye aje aingilie. It is Miriam. Ni Miriam who came and said, even us. Aliyekuja akamwambia hata sisi. God speaks to us. Mungu anazungumza nasi. Then God said no. Mungu akasema hapana. Okay, for you. Sasa kwako wewe, I speak through dreams. Ninazungumza naye kupitia ndoto na maono. But to him I will talk face to face. Lakini yeye naongea naye uso kwa uso. God did not deny that he doesn't talk to them. Mungu hakukataa kwamba hakuzungumza na Miriam. I think Moses was surprised. Sasa Musa alishangazwa. You are also talking to them. Mungu kumbe anaongea na hawa watu. So God had to explain himself. Mungu sasa ilibidi aanze kujieleza. Okay, Moses. Musa sawa. I'm talking to these people. Napozungumza na hawa watu. I come through dreams. Ninakuja kwa njia ya ndoto. Nakuja kwa njia ya maono. But you face to face. Lakini kwako wewe ni uso kwa uso. But he was talking to them. Lakini alikuwa anazungumza nao. Hallelujah. And it's very important for us as we are leading people, God's people. Sasa ni muhimu kwetu sisi ambao hasa tunaongoza watu. Know that God is talking to them. Ujue kwamba Mungu anazungumza nao hao unaoongoza. Know that as well as God speaks to you. Yaani kama Mungu anazungumza na wewe, he's also speaking to them. Kwa njia ile na Mungu anazungumza nao hao. For you it may be another measure. Sasa wewe inaweza kaa kwenye hatua nyingine. Maybe he talks to you face to face. Pengine labda anazungumza na wewe uso kwa uso. But they are also hearing from God. Lakini wanasikia kwa Mungu. Hallelujah. So before you bring water, kabla hujaleta maji, and you say this is holy water, ukasema haya ni maji ya upako, God has spoken to me. Mungu anazungumza na mimi. When you buy it, ukianunua, you'll get a lot of money. Utapata fedha nyingi. They are hearing from the Son. Na wao pia wanasikia kwa Roho Mtakatifu asema hapana. Our pastors fallen. Sasa mchungaji wetu Saidi ameanguka. They will not tell you. Hawatakwambia. I know they are humble. Unajua wao ni wanyenyekevu. They will not tell you that you lie. Hawatakwambia kwamba unadanganya. Hallelujah. Oh, God spoke to me. Unajua Mungu amezungumza na mimi. A B C D E F G. Kila this and that. Hivi na hivi. For me, if I want people to do something, mimi ninapotaka watu wafanye kitu fulani, and I know God has not spoken to me, na najua kwamba Mungu hajazungumza na mimi, I don't hide in God. Huwa sifichi mbele za Mungu. I feel it. Nawaambia najisikia. Let us do this. Tufanye hiki. Because I know those people are hearing from. Kwa sababu najua wale watu na wenyewe wanasikia kwa Mungu. Exactly. Hallelujah. Moses was shocked. Musa alishangazwa to hear that God was speaking to other people. Alipigwa na kutoa kusikia kwamba Mungu anazungumza na watu wengine. And even knowing that will humble us. Hiyo kwa kuifahamu hiyo inatufanya sisi tunyenyekee. You give your people, when you give them a microphone to lead the service, you know, God is speaking to that person too. Sasa unapowapatia watu maiki, ujue kwamba Mungu anaweza kuzungumza nao na utajua. So it humbles you. Sasa hiyo inakufanya unyenyekee. To hear correctly. Kusikia kwa usahihi. Because you know other people are also hearing. Kwa sababu unajua kwamba Mungu anasema na watu wengine. Hallelujah. One day I was so surprised. Siku moja nilishangazwa sana. We had just begun our ministry first. We had just begun our ministry. Ndio tulikuwa tumeanza tu huduma yetu. My ministry is in Masaka. Huduma yangu pale Masaka. So we had just begun our ministry. Tulikuwa ndio tumeanza huduma. And we had no money. Hatukuwa na fedha. And there were things we had to do in the ministry. Kuna mambo tulitamani kuyafanya kwenye huduma. So for me, I was used. I don't want to bother people. Sasa mimi nilikuwa na tamani kuwasumbua watu. I don't want to bother them. Mimi sikutaka kuwasumbua. So I was pastoring very poor people. Sasa mimi nilikuwa nachunga watu ambao walikuwa na maskini sana. Because they were not giving. Kwa sababu walikuwa hawatoi.
It was me doing everything. Mimi ndo nilikuwa nafanya kila kitu. And so the burden was so big. Kwa mzigo ulikuwa mkubwa sana kwangu. I had a place where I was getting some money. Nilikuwa na eneo ambalo nilikuwa napata fedha. That channel got blocked. Sasa hiyo njia Mungu akaifunga. So I had to look to God. Sasa nikabisa nianze kumwangalia Mungu. The burden was heavy. Sasa mzigo ulikuwa mzito sana. Then I asked God, what can I do? Nikamuuliza Mungu, sasa nifanye nini? God said, go tell the people to give. Mungu akaniambia nenda kawaambie watu watoe. We had a budget of like 10 million. Yaani tulikuwa na budget kama milioni 10. We wanted to do that church, to do a lot of things. Tulikuwa tunataka kufanya mambo mengi hapo kanisani. But these people, the people I was talking to, when they in the basket they used to give 20,000 Uganda shillings. Sasa ulikuwa na sadaka after service. Kwenye sadaka ulikuwa unatoa kama shilingi 20,000 ya Uganda. They give coins. Wanaweka vishilingi. Ukiwa unasikia vinadondoka vishilingi. And so I said, God, these people cannot give and I can't even bother them. Sasa nikamwambia Mungu, hawa watu hawawezi kutoa. Sasa siwezi kuwasumbua. The Holy Spirit told me, go tell the people to give. Roho akaniambia nenda kawaambie watu watoe. Okay, we went for service. Nikaenda Jumapili kwenye ibada. And I was a little fearful. Na kweli nilikuwa na woga how to do it. Namna ya kufanya. Then during testimony time before the preaching. Sasa baada ya kipindi cha kushuhuda kabla sijahubiri, the brother wakes up. Kijana mmoja akasimama, kakaangu. He came to give a testimony. Akaja kutoa ushuhuda. He gave a powerful testimony. Akatoa ushuhuda wenye nguvu sana. God has blessed me in this church. Mungu amenibariki kwenye kanisa. Actually, pastor, kimsingi mchungaji, I feel God is telling me, na nasikia Mungu ananiambia we should give. Lazima tutoe. And pastor, na mchungaji, for you don't want us to give. You are the one making us poor. Wewe unataka sisi tutoe, unatufanya sisi tuwe maskini. Now pastor, kuanzia sasa ni mchungaji, give me 30 minutes in your time. Naomba tu nipe dakika chache tu kwenye muda wako. Even God chased me away from preaching that day. Sasa siku hiyo Mungu alinifukuza kwenye kipindi cha kuhubiri. He knew I was going to mess up that. Alijua nitaharibu kabisa ujumbe. So he anointed another person. Sasa akampaka mafuta mtu mwingine. And the man raised money. Yule bwana alikusanya fedha. I knew that there was money in the church. Sikujua kama kuna fedha nyingi kanisani kwangu. You can't believe people gave 7 million. They pledged 7 million. Yaani watu walikusanya milioni 7 in one service. Kwenye ibada moja. And they used to give 10,000. Na hao watu walikuwa wanatoa sadaka inaishia shilingi 20,000 ya Kinigeria ya Kiuganda. Hallelujah. Hallelujah. I thought I was the only one who had. Nilifikiri mimi peke yangu nilikuwa nimesikia. I had. Nilisikia fearful. Lakini nilikuwa na woga. And somebody who can do it na mtu mmoja ambaye atakafanya kwa wepesi zaidi. And he did it well. Na alifanya vizuri zaidi. Next Sunday, Jumapili iliyofuata, I called him. Nikamuita. Come back again. Njoo tena. And he came and he raised the balance. Akakusanya tena kiasi. You know, this is something I also realize ministers. Unajua kuna kimoja hapa nimekigundua watumishi wa Mungu. Sometimes it takes God for people to give. Wakati mwingine inamhitaji Mungu ili watu watoe. It takes God for people to give. Inamhitaji Mungu watu kutoa. So people are giving 20,000. Watu walikuwa wanatoa shilingi 20,000. But when the Holy Spirit moved, lakini Roho Mtakatifu alipotembea, they gave millions. Walitoa milioni. I thought they were poor. Mimi nilifikiria watu ni maskini, hawana fedha. Hallelujah. Hallelujah. So whenever you hear, do quickly. Unaposikia fanya haraka. Do it quickly. Kifanye haraka. Let your obedience be quick. Uwe mwepesi wa kutii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Let's open Matthew chapter 5. Naomba tufungue kitabu cha Mathayo. We're going to read a few scriptures. Tunaenda kusoma maandiko machache. Yeah, we're going to read like 4 scriptures. So tunaenda kusoma kama mistari kama 6 au 4. Chapter 5 verse 6. Tusome Mathayo sura ya 5 mstari wa 6.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Heri wenye njaa na kiu ya haki, for they shall be filled. Maana hao watashibishwa. Amen. Amen. Let's go to 2 Kings. Twende kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, chapter 4. ile sura ya 4. Second Kings chapter 4. Wafalme wa Pili sura ya 4. Amen. You begin to read. Kuanzia ile mstari wa kwanza. Tasoma. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Yes, go on. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Amen. You go again to 2 Kings. Twende hiyo chapter 13. Ile sura ya 13. Mfalme wa Pili sura ya 13. Let's begin from verse 14. Tuanze ule mstari wa 14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yoash mfalme wa Israeli akateremka akamtazame, akamlilia mbele yake akasema, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, twaa uta na mishale. Naye akatwaa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki, akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, naam mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapoangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga nchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema, ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Here to verse 19. Already. You've done it, huh? Yes. Okay. You shall read others later. Hallelujah. Amen. The first scripture was in Matthew. Kitabu cha kwanza ilikuwa ni kwenye kitabu cha Mathayo. It talked about Jesus. Yesu anazungumza kwa habari blessed are the hungry, kwamba anawabariki wale wenye njaa. Yesterday we looked at a donkey. Jana tujifunza kwa habari ya punda, and a horse, na farasi, and a camel, na ngamia. And we said you are either a donkey, tukasema kwamba wewe unaweza ukawa ngamia, either a horse, au ukawa farasi, or you are either a camel, au wewe ni a camel minister, ngamia, a donkey minister, unaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu punda, mtumishi wa Mungu farasi, au mtumishi wa Mungu ngamia. Hallelujah. Hallelujah. I believe at one point we talked about obedience. Na tulizungumza kwa habari ya utii. One of the greatest things in ministry is obedience. Jambo la kubwa na la muhimu sana kwenye utumishi ni utii. That is so powerful.
Hiyo ina nguvu sana. But another thing, lakini jambo jingine that sustains us in ministry, ambalo linatubeba sisi kwenye huduma, is our hunger. Ni njaa yetu. One thing that can make us expire, jambo ambalo linaweza kutufanya sisi kuchakaa, is being satisfied. Ni pale tutakaporidhika. You are here because you're hungry. Uko hapa kwa sababu una njaa. Hungry for God. Una njaa ya Mungu. Hungry for the anointing. Una njaa ya upako. One of the greatest dangers, jambo kubwa la hatari, the greatest dangers, jambo kubwa ambalo ni la hatari zaidi in ministry, kwenye huduma, is not the devil. Sio shetani. It is not demons. Sio mapepo. It is not even lack of money. Wala sio ukosefu wa fedha. It is not location. Wala sio eneo unaloishi. It's getting satisfied. Ni kuridhika. And with more experience, kwa uzoefu mwingi, and more time we spend in ministry, na muda mwingi tunaotumia kwenye huduma, we tend to be satisfied. Tunafikia mahali tunaridhika zaidi. When I got saved in 1993. Mimi niliokoka mwaka 1993. I was a very young boy. Nilikuwa kijana mdogo sana. We joined the church. Tuliingia kanisani. And they used to just drum. Walikuwa wanapiga kama ngoma. It used to be papyrus. Papyrus. Biwembe. Kama majamvi, majamvi. Walikuwa wanatumia kama majamvi. Kanisa la majamvi. Okay. Kanisa la majamvi. Walikuwa wanatumia, yani kanisa lilikuwa limejengwa kwa majamvi. Okay. Did your churches use papyrus? Je, makanisa yanatumia? There at my region, Musoma. In Musoma. Yes. Actually, kule Musoma wanatumia zaidi. All the churches, even now, hata makanisa yote hata sasa, after building very good churches and marble, baada ya kutengeneza au kujenga makanisa mazuri zaidi, Uganda born again churches are known as Biwembe churches, papyrus churches. Yani hata tulipojenga makanisa mazuri kule Uganda wanatuita ni makanisa ya Biwembe. When I got 7 years, ukienda makanisa ya papyrus, yani ukishaokoka toka Pentecost unakuta papyrus, yani unakuta kanisa la majamvi. Even if you build glass, hata kama ukiweka vioo and marble tiles, na ukaweka tiles, the world still calls us papyrus. Watu wa duniani tu watakuita ni kanisa la majamvi. Because the revival was known, because all the churches began in papyrus. Kwa sababu kanisa mengi yalianzia kwenye hayo mazingira. Because it was easy to get and cheap. Ilikuwa ni rahisi na ilikuwa ni vyepesi kuyapata. Yeah, so most churches, sasa makanisa mengi ya Pentecost that begin from nowhere, begin like that. Even ours, ambayo yalianza kwa siri, hata makanisa yetu papyrus, tulianza kutumia majamvi. Amen. Says they have mabati at least. Hata nyinyi angalau mnatumia mabati. But it was papyrus. Lakini kwetu tulikuwa tunatumia hayo majamvi. So I joined the papyrus church. Sasa mimi nilijiunga na hilo kanisa la majamvi. I left a very cool, niliacha kanisa zuri au kanisa la kidini zuri, joined the papyrus church. Na nikajiunga kwenye hilo kanisa la majamvi. Down there was no cement. Yani chini hapakuwa na cement. There was no cement, there was just they use cow dung. Walikuwa wanatumia mavi ya ng'ombe to make the floor. Kutengenezea floor. Because it was a village. You know. Kwa sababu ilikuwa ni kijiji. Buyuko, you know Njeru. That's where our home area is. Amen. So it was a village by then. Kipindi kile ilikuwa ni kijijini kabisa. Now, they just used to drum. Walikuwa wanapiga ngoma. And but I tell you, nakwambia, they used to worship without just drumming. Yaani walikuwa wanaabudu kwa kutumia ngoma. Hallelujah. Hosanna. And people could put up their hands. Na watu walikuwa wanapiga makofi and begin to worship and cry. Walikuwa wanaweza kuabudu na wakaanza kulia. Real crying. Yaani walikuwa wanalia kabisa halisia.
that they love God. Kwa sababu walikuwa wanampenda Mungu. For us who are young, Sisi tulikuwa vijana wadogo. I would see people crying. Nilikuwa naona watu wanalia. And I was one of the things why I got saved. I want real things. Wakati mimi nimeokoka nilikuwa natamani sana kuona vitu Ever halisi. since I was a child, I wanted real Nilikuwa things. mdogo nilikuwa natamani vitu Serious halisi. things. Yaani nione vitu vya uhakika. Religion, Sio mambo ya udini tena. go to church. Tulikuwa tunaenda kwenye kanisa. Then, before even we get home, my father has to go to the bar. Kaka, yani kabla tu tujafika nyumbani baba yetu anaenda bar, anakuja amelewa with his Bible. na Biblia yake mkononi. And in church they were the head. Na kanisani wao walikuwa ndio viongozi wakubwa, walikuwa ni wazee. They were the elders. So Walikuwa ni wazee kwenye kanisa la. these people are joking. Nikasema hawa watu I wanatania. want real people, real things. Sasa nikasema natamani vitu halisi. Nataka watu halisi. Even though I was young, I was aware in the spirit world. Japokuwa nilikuwa mdogo lakini nilikuwa na ufahamu kwenye ulimwengu wa kiroho. So what I want to say that these people were so hungry for. Ninachotaka kukisema ni kwamba hawa watu walikuwa na njaa kubwa. Miaka ya 90. They used to worship. Walikuwa wanaabudu Mungu, You see somebody with a tie. unamwona mtu mwenye tai Falling on the floor. anadondoka chini ya floor, anaanza kulia With a family. pamoja na familia yake. He has a wife. Ana mke He pale, has children. ana watoto, His land. He went to school. yani amesoma, But he's crying and rolling over the floor. lakini analia na anakuta kwenye mavumbi. And time could come that drums could stop, the singing could stop, Unakuta ngoma zinanyamaza na kuimba kunaisha, and you just hear crying unaanza tu kusikia wanalia and singing, na wanaimba, and people being filled with the Holy na Spirit. watu wanaanza kuchazwa na Roho Mtakatifu, Others prophesying. wengine wakaanza kutabiri. But now these days, Lakini siku hizi with keyboard, drums, and kuna kinanda, drums na gitaa, people worship while eating. wanaabudu kwa dhani On WhatsApp. huku wanashika simu zao, wanaingia WhatsApp huku. Yeah, we are coming. Tunakuja, I'm still in service. niko kwenye barabara ya Mbagala, We are about to finish. tunaelekea kumaliza. Nothing. Hakuna chochote, The leader is empty, kiongozi yuko dry, yuko mkavu, but we have better voices than those people. lakini wana sauti nzuri sana hawa watu. But those voices were not so good, Lakini hizo sauti za zamani hazikuwa nzuri, so anointed. lakini zilikuwa na upako, With the drums, zikiwa na ngoma. what is the difference? Sasa utofauti ni nini? We got satisfied. Tumeridhika, Yeah. We got satisfied. tumeridhika. What's the other time we were running away from the papyrus and whatever? Kipindi tulikuwa tunakimbia kwenye makanisa ya majamvi. So because people are satisfied. Watu wameridhika, The government never knew us. serikali kututambua sisi, Everyone persecuted us. kila mmoja alitushambulia. I'm one of the people that were persecuted for what they believe. Mimi ni miongoni mwa watu ambao walinyanyaswa au kudharauliwa kwa sababu ya kumwamini kuokoka. They used to cane us at school every Monday. Walikuwa wanatuchapa makola kila Jumatatu That we never went to church. ili tusiende makanisani. And because the Protestant, you had to go to church and the reverend signs and the list. Kwa sababu Waprotestanti wao walikuwa wanajaza na wanasainiwa. Wakatoliki na walikuwa wanafanya hivyo hivyo. So even as we went, our pastor signs. Sasa kwa tunatamani na sisi tunajeta wana sign. Monday morning they said, Jumatatu asubuhi, if you knew you never went to church on Sunday, kama wewe unaenda ibadani Jumapili, you didn't go to the mosque on Friday, haukwenda msikitini Ijumaa, or if you're seventh day you didn't go to church on Saturday, au wewe ni msabato unaenda siku ya Jumamosi, over there, hapa. then okay, now bring your list. Sasa naleta lisiti ya majina. They bring a list and they read. Wanaleta orodha, wanasoma. Now when you ever used to bring ours, Sasa wakileta yale ya kwetu, the headmaster will say, which church is this? This is not a religion. Hii sio dini bana. It's to tell you, go, you didn't go to church. Toka, wewe unaenda kanisani. And every Monday they used to cane us 4-4. Yaani tulikuwa tunachapa makola 4. By compulsory, every Monday. Yaani ilikuwa ni lazima kila Jumatatu. Because we never went to church. Kwa sababu hatukwenda kanisani.
Hallelujah. Haleluya. So because those persecutions were there, Kwa sababu hayo manyanyaso yalikuwepo, people were hungry. watu walikuwa na njaa, More of God. walikuwa na njaa zaidi ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. That's why in most cases, Na ndio maana kwenye mazingira mengine the strongest church kanisa lenye nguvu is the church under persecution. ni kanisa ambalo linapitia mateso. And no wonder Na usishangae if we don't revive our souls in peace when it's time of peace. kama hatutoweza kuleta uamsho hizi nyakati za amani. Sometimes God will allow governments Sasa kuna wakati Mungu atairuhusu serikali to persecute us. kutuletea mateso. Because I tell you, when persecution Kwa comes, sababu nakwambia mateso yakija, we seek God. tutamtafuta tu Mungu. We become hungry for Him. Tutakuwa na njaa na Mungu. That's why God allows sometimes governments to persecute people. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anaruhusu serikali inaanza kuwanyanyasa watumishi wa Mungu. Everyone still questions, why did Idi Amin come in Uganda? Wengine wanaanza kwa nini Idi Amin alijitokeza pale Uganda? Because if Idi Amin had not come, Kama Idi Amin asingekuja Uganda, we wouldn't have seen the revival we saw in Uganda in the 80s and 90s. tusingeona uamsho ambao tuliona miaka ya 80 pale Uganda. He persecuted the church, Alinyanyasa na kulitesa kanisa. killed the pastors, Aliua wachungaji. imprisoned them, Aliwafunga jela. burnt the church, Alimchoma makanisa. and people prayed. Na watu waliomba. They sought God, Walimtafuta Mungu. became hungry for Him. Walikuwa na njaa ya Mungu. It's God who brought Idi Amin, Ni Mungu ndiye aliyemleta Idi Amin. not the devil. Sio shetani. The Bible says in the book of Exodus, Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka, when Pharaoh, wakati Farao who never knew Joseph, ambaye hakumjua Yusufu came, alipokuja, because it was time for the Israelites to move out, ilikuwa ni wakati wa wana wa Israeli kuondoka. and all the pharaohs were treating them well. Sasa viongozi ambao ni mafarao wengine waliopita walikuwa wanawatendea mema tu, Because they were relatives of Joseph. kwa sababu walikuwa na urafiki na au na undugu na Yusufu. Joseph had done great and good things in Na Egypt. Yusufu alikuwa amefanya mambo makubwa pale Misri. So everyone treated them Sasa well. kila mmoja Misri alifanyia mema Waisraeli. Sasa Waisraeli wakafika sehemu wakaridhika. They never wanted to leave. Hawakutaka kuondoka. They were satisfied. Walikuwa wameridhika. They never wanted to leave Goshen. Wala hawakutaka kuondoka Goshen. Because at 400 years, Kwa sababu ilipofika miaka they 400 were supposed to go back walipaswa warudi and take their land na and wakachukua build. ardhi yao wajenge. But because they were being treated well, Lakini kwa sababu walikuwa wanatendewa they mema, never wanted to leave. hawakutaka kutoka. And 30 years went. Na miaka 30 ilipoongezeka, No one was praying, hakuna hata mmoja aliyekuwa naomba asking God, wala kumuuliza tu take them to Canaan. kuwatoa kuwapeleka tena Kanaani. God said, you people, you are joking. Lakini Mungu akasema nyinyi watu And mnaotaka. God got a Pharaoh Mungu akamleta Farao who never mwingine knew Joseph. ambaye hakumjua Yusufu And he did the work. na akafanya kazi The yake. Bible says, Biblia inasema they cried. walilia, They cried. walilia. Hallelujah. Haleluya. I think before they were just going to their churches, let's say they had churches. Kabla sasa kile tuwasimu walikuwa na makanisa, walikuwa na makanisa nasema Just, WhatsApping and doing what? wakiwa na WhatsApp na simu zao. When a Pharaoh who never knew Joseph Lakini came, Farao alipotokeza asemjua Yusufu. even the elders, Hata wale wazee, even the women, hata wale wanawake, the old people, wazee, the young people, vijana all wadogo, of them could seek God. wote walianza kumpata Mungu. Tears. Watu walimtafuta kwa machozi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So that's why God allows Na ndio maana Mungu wakati mwingine anaruhusu some governments to remain. baadhi ya serikali kubakia. Amen. Amen. So if our government loves us, Kama serikali inatupenda sisi, let us use this time hata tutumie sasa nafasi hii to seek God and be hungry for Him. tumpate Mungu na tuwe na njaa na Mungu, Very easy kwa sababu ni rahisi to persecute us. wao kutunyanyasa sisi. We are persecutable. Yaani sisi tunanyanyasika tu au ni watu wa kuteseka au tunaweza kuteswa. We shout. Tunapiga kelele. Jambo la kwanza hilo.
We are the first law breakers. We shout out. Sisi ndio wavunja sheria sana. This is what is happening in Rwanda. Je, unaona kinachotokea Rwanda? You can't have such a conference at this time. Yaani huwezi ukawa na kongamano kama huu, hauruhusiwi. People are working. Watu wanafanya kazi. Go to work. Nenda kafanye kazi. Come back in the evening. Njoo jioni. And then you can have a conference. Alafu uende na at 6. Kuanzia saa 12. And not overnight. Na sio usiku tena wa manane. Don't shout for the people. Usipige kelele kwa ukawapiga kelele watu. And like here, ni kama hapa, this one Kagame will have closed it long time ago. Yaani ingekuwa ni Rwanda hii kazi ingekuwa imeshafungwa zamani. You must have built. Lazima umejenga jengo. Parking. Ikiwa na eneo la kupakia magari. Enough parking. Yaani parking kubwa ya kutosha. And now they are suffering. Sasa hivi wanateseka. And they are seeking God. Na wanamtafuta Mungu sana. Now they are angry. Ndio maana unaona wana njaa. God will answer their prayers. Mungu atajibu maombi yao. I believe God will answer their Ninaamini Mungu atajibu maombi yao. Hallelujah. Hallelujah. Do you know that Israelites, je, unawajua Waisraeli whenever they moved away from God, walipokuwa na mwacha Mungu, God could bring a king. Mungu alikuwa analeta mfalme, whether Assyria, hata kutoka Syria or Syria, au anyone, popote pale, and he oppressed them. Na akaanza kuwanyanyasa. They come back to God. Na wanamrudia sasa Mungu. Be hungry for him. Wanakuwa na njaa na yeye. And God gives them peace. Na Mungu tena anawarudishia amani. Then God goes back to that king. Mungu tena anaenda kwa yule mfalme. Why did you persecute my people? Kwa nini unanyanyasa watu wangu? Hallelujah. Hallelujah. Then God came back to me and said, why did you persecute my church? Sasa kwa nini wewe umetesa kanisa langu? And God used Tanzania. Na Mungu anatumia Tanzania. And they drove the man away. Akamuondoa huyo mtu Mbanangerege exile. Akamtupilia mbali huko. Why? Because he persecuted the church. Kwa sababu alinyanyasa kanisa la Uganda. Hallelujah. Hallelujah. So the greatest danger, sasa hatari kubwa to the move of God, kwenye mtembeo wa Mungu, is getting satisfied. ni kufika mahala ukaridhika. Hallelujah. Hallelujah. Because God cannot feel. God deals with hungry people. Mungu anashughulika na watu wenye njaa. God deals with the hungry. Mungu anashughulika na wenye njaa. Hungry ministers. Watumishi wa Mungu wenye njaa. Hungry people. Watu wenye njaa. God wants to use hungry people. Mungu anatamani kuwatumia watu wenye njaa. Like he said, hungry people can do anything. Kwa sababu watu wenye njaa wanaweza kufanya jambo lolote. They can do anything to get satisfied. Wanaweza kufanya jambo lolote ili waweze kuridhika. Hallelujah. Hallelujah. So the greatest danger to the move of God, yaani jambo la hatari kwenye mtembeo wa Mungu and to the anointing, na kwenye upako, is getting satisfied. ni kufika mahala ukaridhika. Whenever you are satisfied, pale unapofika ukaridhika, the people God is using, watu ambao Mungu anawatumia. I'll tell you about nitakwambia kuhusu Pastor Robert Kanja, my pastor. Mtumishi wa Mungu Robert Kayanja, ambaye pia ni babangu wa kiroho, mchungaji wangu. Because I know something about him. Kwa sababu najua kitu kuhusu yeye. God uses him so much in our country. Mungu anamtumia kwa kiwango kikubwa kwenye taifa letu. And other countries. Hata na mataifa mengine. God has anointed that man. Mungu amempaka mafuta yule bwana. You were there. Ulikuwa pale. You know him. Unamfahamu. And he's greatly anointed. Ana upako mkubwa. I think a president in Africa, some of the few presidents in Africa he has not met, is your president. Na yanajua kati ya marais ambao hawajakutana naye ni rais wa kwenu hapa. But they are friends with Zimbabwe president. Lakini ni rafiki wa rais wa Zimbabwe. He's nearly the pastor of the Rutos. Yeye ni mchungaji wa Ruto. Ruto comes and even, he comes and the wife brings the tithe. Yaani Ruto na mke wake wamewahi kuja kwa Kayanja kuleta Salva Kiir, the late Burundian president, ambaye ni marehemu rais alikuwa Burundi, some former president of Panama na in South America, rais wa Panama miaka ya nyuma, and many other big people, na watu wengine wakubwa. That's enough not to pray. Sasa yule bwana hajachoka kuomba. Hiyo inatosha tu mtu asiombe. Hiyo inatosha mtu asiombe.
That's enough to stop praying. Hiyo inatosha kuacha kuomba. That's enough to stop fasting. Hiyo inatosha tu kuacha kufunga. Yeah. He's one of the advisors of the president. Yeye ni mshauri wa rais wetu. Now let me tell you this. Acha nikwambie hivi. Our president Rais wetu is highly respected in our country. yeye anaheshimika sana kwenye taifa letu. But sometimes one day, Lakini wakati mwingine siku moja, I have a pastor who is a spiritual son, Pastor Batania too. He's called Pastor Osborne. They are so close with me. yeye kuna kijana mmoja ambaye ni mchungaji, ni kijana wa Robert Kayanja, anaitwa Osborne. He was telling us recently Alikuwa anatuambia juzi kati hapa that president, they brought his phone kwamba walileta simu yake and I said, the president is calling you. wakamleta rais, anakupigia simu. I'm busy. Mwambie niko busy. Because he was talking with someone. I think they were planning something, a meeting, a mission. Na walikuwa mchungaji alikuwa wanaongea kwenye simu, wanaongelea habari ya kuandaa kongamano. The president of Uganda. Yaani rais wa Uganda, Who here you vote ninyi mnapiga kula and they count your votes. na mnahesabu kula zenu. For us we vote Kule tunapiga kula and one person has to go through whether you want or not. na mtu mwingine anaondoka nazo utake au usitake. So he's a big man. Yeye ni mtu mkubwa sana. Because you are sure he's coming the next time, the next Kwa sababu time. tunajua anaendelea kuwepo. So Museveni to call you, Sasa ni kukupigia wewe. it is a big thing. Yaani ni jambo kubwa sana. Amen. Amen. I'm busy. Alafu nasema niko busy. I'll call him later. Nitampigia baadaye. Who are you to make Museveni? Wewe ni nani wa kumfanya Museveni akupigie simu alafu useme utampigia baadaye? He cannot be interrupted when he's doing the thing of God. Yaani anapokuwa anafanya mambo ya Mungu hataki kuingiliwa. Amen. What do I want to mean that? Ninamaanisha hapa, He's at that level. yaani uko kwenye kiwango fulani. During the war in South Sudan, Wakati wa vita wa kule Sudani, he was one of they called him to try to mediate privately here. walimpigia simu ili akawe ni mmoja wa kuleta upatanisho. That's enough not to pray, my dear. Hiyo tu rafiki yangu inakutosha kuacha kuomba. If President Suluhu Kama Rais Suluhu knows your name analijua jina lako, and even beeps you, not even call you a yaani hata akikubipu toka mara moja, someone may stop even attending church. yaani kuna mtu anaweza akaacha hata kuja kanisani. Hallelujah. Haleluya. That is a big thing, by the way. Hilo ni jambo kubwa, watumishi wa Mungu. But let me tell you, this man, Lakini acha nikwambie, huyo mtu he prays. anaomba, anaomba, He's very hungry for God. yaani ana njaa na Mungu sana. He prays. Anasifu, He gets a pillowcase, this ana one, kitambaa, and he can pray. A pillow. ana mto Eh, ambao anaweka kuomba and it gets wet mpaka unarowana with tears. kwa machozi. Pray. Anaomba, Hungry. ana njaa, He's fasting most of the time. yaani yeye amefunga karibia masaa yote, Most of his time is fasting. yaani muda mwingi yeye ni kufunga. I remember when he fasted for 5 years. I remember. Nakumbuka siku moja alifunga siku 5. Miaka mitano. Miaka mitano. I think it was from 2008. Ilikuwa 2008 2008, 9, 10, 2009 up to 2012. mpaka 2012 He was fasting. alikuwa amefunga. Me, Sasa mimi, even who is the leader of the village, the one. kiongozi wa mtaa, That's like the LOC, like LOC one here. That's chairperson. Because our system is Tanzanian system. naona mfumo wa Museveni copied it here. naona inaonekana Museveni alikopi hapa.
Museveni copied everything from here and took it to Uganda. Alikoti kila kitu hapa akakileta Uganda. Amen. Amen. So the LOC one may not even know you. Unaweza kushangaa hata mwenyekiti wa Nzengo wa kufahamu. And you're already satisfied. Lakini tayari umesharidhika. And people who are personally president. Na wengine ambao pengine wanafanya kazi na rais. They are praying all night. Wao wanafahamika na rais lakini wanaomba usiku kucha. They are fasting. Wanafunga. They are still stirring themselves. Wao wanaendelea kujifua. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Hallelujah, mtu mmoja. God deals with the hungry. Mungu anashughulika na wenye njaa. If you want the anointing to live your life, be satisfied. Kama unataka upako ukuache, wewe rizika tu. Sometimes we go to for service. One pastor can say we crusade or what. Wakati mwingine tunaenda kwenye ibada pale kwa mchungaji Robert Kayanja, inaweza kama mkutano au seminar. And he gets there's somebody maybe bedridden, and we know they bring all of them at church there. Wanaweka watu wa kila aina pale. Tabichaa. And he tells me when the service is live on TV. Yaani hapo unakuta ibada iko live. Iko mbashara. Cameras. Unaona anawaambia kamera. You know, point the cameras at that person. Anawaambia watu wamulike kamera kwa yule mtu. That one may not walk. Je, asipotembea, yaani unaanza kuzungumzia asipotembea sana aibika. And you know, for him miracles are like popcorn. Yaani yeye miujiza ni kama popcorn. But God is still seeks. Lakini bado anamtafuta Mungu kila siku. That's what I want to bring out. Hicho ndicho nilikuwa nataka kukupatia. He's still fasting. Bado anafunga. He's still praying. Bado anaomba. As if, you know, one day we had a pastor's meeting. Big pastor's conference. Tulikuwa na kongamano la wachungaji kubwa sana. Very big. Kwa kongamano kubwa sana. And I was seated behind. Na nilikuja nikakaa nyuma. Even me, God gave me favor. I have favor. Unajua hata mimi Mungu amenipa kibali na kibali. The service was big with thousands. There were like 6,000 pastors. Yaani walikuwa kama from all over Uganda. Watu kama wachungaji kama 6,000. So I was seated behind. Lakini mimi nilikuwa nimekaa nyuma. And we were giving. And so it was time for giving. I brought my. Sasa nilikuwa tunatoa sadaka nikasema Pastor Sanka. Baadaye akaniambia mchungaji Sam njoo. I said 6,000 people. Katikati watu wengi hao. And there were more bigger pastors. Kulikuwa na wachungaji wakubwa. Bigger maaskofu. Bishops. And I was just putting on a t-shirt. Sasa nilikuwa sijaweka hata vizuri. Pastor Sam come. Sasa nikamwambia mchungaji Sam njoo. Come here. Njoo hapa. He came on the platform. Nikaenda kwenye jukwaa. I thought he was going to do something. Mimi nikafikiria anaenda kufanya kitu fulani. Sorry. I thought he was going to say something or what. Mimi nikafikiria labda anaenda kuzungumza kitu fulani au he didn't say no word. Lakini hakuzungumza neno lolote. He told me to stand over there. Akaniambia simama hapo. Then he led us into prayer. Sasa akatuongoza kwenye maombi. So he was here. Alikuwa hapa. I was here. Mimi nilikuwa hapa. And we began to pray and so I was. Sasa tulikuwa tunaomba. So I went and let me hear how Pastor prays. Sasa mimi nikataka nijue anaombaje mchungaji. I was praying while here. I want to see how. Nataka niona jinsi anavyoomba. I'm gonna know how he prays. Sasa leo nataka nijue jinsi anavyoomba. My dear. Rafiki yangu. He was praying. Alikuwa naomba as if he has never been anointed. Kama vile hajawahi kupakwa mafuta. He was praying like someone who was beginning. Yeye alikuwa anaomba kama ndio kwanza mtu aliyeanza. Repenting and praying. Alikuwa anatubu na anamuomba sana Mungu. Oh God, Mungu, don't leave me. Usiniache. Nitumie. I said you asking God to use you. Yaani unaomba Mungu akutumie wewe. Use me, oh God. Oh, nitumie Mungu. Use me like never before. Nitumie hajawahi kutokea. I need you. Nakuhitaji wewe. Nasema with all this. Na mambo yote haya makubwa. Na God has used you, I say asking God to use you. Yaani kwa mambo yote makubwa bado nasema Mungu akutumie.
Many demons left me, let me tell you. Yaani kwambia hiyo siku mapepo yote yaliniachia. Must be choking. Yaani I must be choking. yaani kumbe mimi natamia. He's praying as if he has nothing. Yaani anaomba kana kwamba hana chochote. And me who has nothing. Na mimi ambaye sina As chochote. if I have everything. Yaani natembea kama vile nina kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. He prays as if he has nothing. Yaani anaomba kana kwamba hana chochote. As if he has never been anointed. Kama vile hana upako kabisa. As if he has never prayed for the lame. Yaani kama vile hajawahi kuombea viwete. I've told you, this is a man. You don't need to pray for him for miracle. We always say that. Yaani wewe ukiwa hauhitaji That miracle should happen. We just pray for him to live longer. Yaani wewe hauhitaji kwamba miujiza pale ni mingi. They are so easy. Yaani miujiza pale kufanyika ni vyepesi sana kwake. You know, Unamjua walikuwa pale kwenye kanisa. So what is he doing? They just people in ambulance. Wanaleta wagonjwa kwenye ambulance. On oxygen. Wakiwa wamevalishwa mitungi ya oxygen. And in the service, you see that woman is down. Ndio mtu huyo anaombewa na anatoka. Dead. Alikuwa amekaribia kufa. And this man when he's praying. Lakini huyu mtu akiwa anaomba, he's praying as if he has nothing. Anaomba kana kwamba hana chochote. Me? Lakini mimi, because you prayed for somebody with flu. Kwa sababu nimwambia mtu alikuwa na mafua. And he said, okay, I don't hear it here now. It's here. Hii huku nasikia huku. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Hallelujah mtu mmoja. This is what I've learned. Hiki ndio kitu ambacho nimejifunza kwake. God deals with the hungry. Mungu anashughulika na watu wenye njaa. Said I follow Benny Hinn a lot. Na wamefanya kazi na Benny Hinn kwa muda mrefu. He's a preacher. Yeye ni mhubiri. Very anointed. Yeye amepakwa mafuta sana. I told you yesterday, he told us. Nilikwambia siku moja alituambia. He reads his Bible the whole Bible 4 times in a year. Yaani aliwahi anasoma Biblia mara 4. Genesis to Revelation, Genesis kwa mwaka. Yaani kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, mara 4, awamu 4 kwa mwaka. Benny Hinn. Now, Benny Hinn is one of the people who God has used so highly. Ni watu ambao Mungu amewatumia kwa kiwango kikubwa sana. He still wants to read the Bible. Lakini bado anatamani kusoma tena Biblia. As if he got saved yesterday. Yaani kama vile ameokoka jana. Hallelujah. Hallelujah. And I said yesterday that nilisema jana kwamba someone can be a pastor. Mtu mmoja anaweza akawa mchungaji. When even there are some books in the Bible. Yaani kuna vitabu kwenye Biblia. They've never read. Hajawahi kabisa kuvisoma. Can even become a scoff. Unaweza kuwa askofu kabisa. When he has never read Nahum. Hajawahi kusoma kitabu cha Nahum. When he has never read Philemon. Hajawahi kusoma kitabu cha Philemon. When he has never read Habakkuk. Hajawahi kusoma Habakuki. When he has only read Psalms 23 and Psalms, you know, the verses. Amen. Amen. And John and Matthew and a few Yohana, Mathayo. But these men are hungry. Lakini huyu mtu ana njaa. I'm not saying that we are not hungry. Sijasema kwamba sisi hatuna njaa. We are not ready. Au kwamba hatusomi. But we are challenging ourselves. Lakini tunajipa changamoto sisi wenyewe. Become more hungry. Ili tuwe na njaa zaidi. So that we can go to another level. Ili tuende kiwango kingine. In the name of katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 We read a story of in 2 Kings chapter 4. Tumesoma hii habari ya kitabu cha 2 Kings chapter 4. Wafalme wa pili ile sura ya 4 of a woman kuhusu mwanamke ambaye alikuwa na mtoto and the husband left many debts na mume wake alikuwa amefariki kwa muda mrefu and so the debtors had come to sasa take the children away.
kuna aliyekuwa amemkopesha mume wake, alikuja kudai fedha yake. The Bible says he ran to Elisha. Sasa akakimbilia kwa Elisha. And Elisha said, I cannot help you. Elisha akamwambia, siwezi mimi kukusaidia. But what do you have in your house? Lakini nini unacho nyumbani mwako? He said, I have a little jar of oil. Mimi nina kikombe au kuna kichupa kina mafuta. And he said, okay, bring it. Naomba kilete. Go borrow vessels. Nenda kaazime vyombo. And he told him, don't borrow a few. Na akamwambia kwamba usiende kwa vyombo vichache. Azima vingi, azima vingi. Shut yourself in the house. Halafu jifungie mwenyewe ndani. Begin pouring out. Anza kumimina kwenye kila chombo. And the Bible says she went and borrowed. Biblia inasema alienda akakopa au akazima vyombo. Borrowed vessels. Akazima vyombo huko. As much as she could borrow. Kwa kadri alipoweza kuazima. God had two sons. Mungu alikuwa na kijana wake. Shut the door. Wakajifungia mlango. Began to pour the little jar. Wakaanza kutumia yale mafuta kidogo kumimina. And the little jar refused to finish up. Na kile kichupa cha mafuta kikagoma kukauka au kuisha mafuta. From the little jar, kutoka kwenye kichupa cha mafuta, more vessels. Vyombo vingi vilikuwa vinajaa. Then after, lakini baadaye, when she asked her sons, alipomuuliza mwanae, bring another vessel. Ongeza vyombo. And the son said, it's over. Akamwambia vimeisha. We have no more. Hatuna tena. And that oil stopped. Hayo mafuta yakakoma. The oil stopped. Mafuta yakakoma. When she said, we have enough. Waliposema tayari Oil stopped. Mafuta yale yakakoma. That is the character of the anointing. Hiyo ndio sifa ya upako. Whenever you are satisfied, pale unaporidhika, the anointing stops. Upako unasimama au unakoma. And you begin operating on experience. Unaanza sasa kutembea kwenye mazoea. Experience is the knowledge you have accumulated along the way. Yani uzoefu ni mambo ambayo umejikusanyia ukiwa safarini. Many ministers are operating on experience. Watumishi wengi wanatembea kwenye uzoefu. It looks to be the anointing. Inaonekana kama kwamba ni upako. Because you got that knowledge from the anointing. Kwa sababu ulipata hayo maarifa kwenye ule upako. But experience will never bless the people. Lakini mazoea hayawezi kuwabariki watu. You can excite them. Unaweza tu ukawaburudisha au kuwachangamsha, lakini haiwezi kuwafungua wala kuwabadilisha. Revival cannot come. Uamsho hauwezi kuja with experience na mazoea. Hallelujah. Hallelujah. Most of our church programs, ratiba za makanisani kwetu, are programs designed with experience. Yani ratiba nyingi zimepangwa kwa mazoea. Actually, the program is so tight. Yani ukiangalia ratiba imebana kweli. There is no empty vessel, no room for the Holy Spirit. Hakuna nafasi ya Roho Mtakatifu. You go to a service expecting nothing. Unaenda kwenye ibada hautegemei chochote. People go to church expecting to come back at 2. Watu wanaenda kanisani wakitegemea muda wa kurudi. They are sure the service will be done. Wanajua tu kufikia muda fulani ibada itakuwa imeisha. Because they don't expect the Holy Spirit. Kwa sababu hawategemei wala hawatarajii Roho Mtakatifu. But brothers and sisters, lakini kaka zangu na dada zangu, church, kanisa is going to become like a hospital. Inaenda kuwa kama hospitali. People go, watu wataenda expecting they don't know even when they'll come back. Yani hawajui watarudi usangapi nyumbani. Because they don't know what the Holy Spirit is going to do. Hawajui nini anaenda kufanya nini. Others will go, wengine wataenda and come back after 2 days. Watarudi ndani baada ya siku mbili. When the Holy Spirit, wakati Roho has detained them, ameingilia ndani yao. Hallelujah. Hallelujah mtu mmoja. Revival is coming. Uamsho unakuja. Revival is coming. Uamsho unakuja. Revival is coming. Uamsho unakuja. You will open a conference. Utaandaa kongamano. Expecting 2 days conference. Utategemea kwamba utafanya wiki 6 months. Lakini itachukua miezi 6. My pastor opened a service. Kakaangu mmoja alifungua, aliandaa kongamano. He us to pray for 70 days. Alifikiri tutatembea ndani ya siku 7. And it took 6 years. Lakini ilichukua miaka 6. Revival is coming. Uamsho unakuja. Come Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Come Holy Spirit. Roho Mtakatifu. You are welcome. Tunakukaribisha. Hallelujah. Hallelujah. People will come to church. Watu watakuja kanisa. When they will go back. Wala hawajui watarudi saa ngapi They are nyumbani. not sure. Kwa sababu What the Holy Spirit is going to do. kwamba Roho Mtakatifu anaenda kufanya nini.
to hospital, mtu akienda hospitalini they don't know when they will come back. huwa hawajui watarudi ni saa nini, Because they don't know when they will be healed. kwa sababu hawajui wataponywa saa ngapi, They don't know when they will be healed. wala hawajui wataponywa saa ngapi. If you go to church, Lakini unaenda kanisani if you're going to a shop, kana kwamba unaenda you kutubukani, know you will come back with, unajua itarudi muda fulani, because you expect nothing. kwa sababu hautarajii chochote. People go to hospital, Watu wanaenda not knowing hospitalini when they will come back. hawajui saa ngapi watarudi. You can go to hospital Unaweza ukaenda hospitalini expecting to come back, unatarajia kurudi, and the doctor lakini says daktari you anakwambia are sleeping here for 3 days. unalala hapa siku 3. That is going to happen to church. Hicho ndicho kinachoenda kutokea It's going to kanisani. happen to church. Kinaenda kutokea It's kanisani. going to happen to Kinaenda church. kutokea kanisani. It's going to happen to Kinaenda church. kutokea kanisani. Hallelujah. Haleluya. Say Jesus. Sema Yesu, Visit us. nitembelee. Visit us. Nitembelee. Holy Spirit. Roho Mtakatifu, You are most welcome. wewe tunakukaribisha In our sana. churches. Katika kanisa In yetu. our services. Kwenye huduma zetu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yanda rabrazite rebobosa brazite rebobo. When I went to hospital, Nilipoenda hospitalini we had a crusade in Soroti, tulikuwa na mkutano pale Solote. and we had traveled a long distance. I used to travel every week, Tulikuwa tumesafiri karibia wiki nzima. very many kilometers every day. Kulikuwa na kilomita nyingi sana kila siku. So I got fatigue, Nilipata kama mshtuko sasa, and I went to hospital. na nikaenda hospitalini. I expected to come back. Nilikuwa nategemea nitarudi tu, The doctor said, "You're here for these days. wakaniambia utakuwa hapa kwa siku kadhaa, We are treating your fatigue." tunakutibu The Holy Spirit, Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, come back to our church. njoo kwenye makanisa yetu, Come back to our service. njoo kwenye ibada zetu, Come back to our life. njoo kwenye maisha yetu. Holy Spirit, we are Roho hungry. Mtakatifu. We are hungry. Kuna njaa, kuna njaa, kuna njaa, We are hungry for you. kuna njaa na wewe, We are hungry. kuna njaa na wewe. Our services are hungry. Ibada zetu zina njaa na wewe, Our lives are hungry. maisha yetu yana njaa na wewe. We are hungry. Tuna njaa, tuna njaa, tuna njaa, We are hungry. tuna njaa, We are hungry. tuna njaa, We are hungry. tuna njaa. We prokosaka. Welcome, Holy Spirit. Karibu Roho Mtakatifu. Le prokosaka. Just speak in tongues. Naomba unene kwa lugha kwa dakika chache. Nena kwa lugha, ruhusu kunena kwa lugha. Fungua kinywa chako, nena kwa lugha. Welcome, Holy Spirit. We are hungry. We are hungry for you. We are hungry. We are hungry. Roho
on me, Lord. Have mercy on me. Have mercy on me.
verse 33. Kutoka 33. Tunaenda kumalizia. It's better Ni vizuri to spend time with Holy Spirit, kutumia muda mrefu na Roho Mtakatifu, and He ministers to us. na anatuhudumia. Exodus 33. Kutoka 33 verse 12. mstari wa 12. Tusoma. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe kunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nao umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usinichukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu umekwenda pamoja nami, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele zako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. This scripture talks about Moses. Hili andiko linazungumza kwa habari ya Musa and God. Musa na Mungu. He was talking to God. Musa alikuwa anaongea na Mungu. Moses used to go. Musa alikuwa akipendelea kwenda and meet God. Kukutana na Mungu. And spend there 40 days. Na alitumia siku 40 and 40 nights. Siku 40 usiku. And he was dealing with people. Alikuwa na shughulika na watu who never had many demons. Ambao hawakuwa na mapepo. They were children of Abraham. Walikuwa ni watoto wa Ibrahimu. We know the generation is getting spoiled day by day. Tunaona kizazi kinazidi kuharibika siku hadi siku. But now you count like 7,000 years ago, like 7,000 or 6,000 of, I don't know, but many years. Lakini ni miaka mingi sana ukiangalia huko nyuma. That means the level of demon intensity was lower. Sasa kipindi hicho kiwango cha mapepo kilikuwa kidogo sana, yani pressure ya mapepo ilikuwa ndogo. But Moses, lakini Musa, to help those people, kuwasaidia watu hao who had few demons, waliokuwa na mapepo machache, he had to stay in that. You had to go to God and spend 40 days there. Alitakiwa kwenda kwa Mungu kaa siku 40 akiwa mbele ya Bwana. Maybe sometimes he weren't expecting to come back. Pengine ilifika sehemu wakutegemea kama atarudi. But 2 times he spent 40 days. Lakini kama awamu mbili anaenda anashinda kule siku 40 and 40 nights. Siku 40 na usiku, mchana na usiku. He never wanted to leave. Hakutaka kuondoka because God was not yet done. Kwa sababu Mungu alikuwa hajamalizana naye bado. He only left when God says I'm done. Aliondoka pale Mungu alipomwambia nimemaliza. And some things it took 40 days. Na ilimchukua siku 40.
for him to get 5 verses to write. yaani kupata mistari 5 kwa ili aweze kuiandika. How much more we? Je, itakuwaje sisi? Let's challenge ourselves. Acha tusalimishe nafsi zetu, Never to leave earlier than God. usiondoke mapema kabla ya Mungu. Our generations comes late and leaves early. Sasa kizazi chetu kinachelewa kuja na kinaondoka mapema. If we are to see revival, Kama tunatamani kupokea uamsho, we must come to terms lazima tuingie kwenye makubaliano that sometimes God will delay us. kwamba kuna wakati Mungu atatuchelewesha. He will delay Kuna wakati atatuchelewesha because he's still talking. au atachelewa kwa sababu bado anaendelea kuzungumza, Because he's still talking. kwa sababu bado anaendelea kuzungumza. 40 days and 40 nights. Mchana siku 40 na usiku 40. He only left when God is done. Aliondoka tu Mungu alipomaliza naye. Sometimes we finish the service. Wakati mwingine tunamaliza ibada, When inside you feel God is not done, huku ndani unajisikia kwamba bado Mungu hajamaliza. we stop the worship. Tunasitisha kuabudu, When inside you feel God is not done, huku ndani unaona Mungu bado hajamaliza, but because people have to go, lakini kwa sababu watu wanatakiwa kuondoka, we stop. tunaahirisha. Revival involves the sacrifice of time. Uamsho unahitaji sadaka ya muda. You know, some people are church. Unajua kule kanisani kwetu baadhi ya watu I send ministers. You can ask Sister so why are they not coming to church? huwa natuma wahudumu wengine kwa mzee fulani na fulani, kwa nini hawaji kanisani? And I said, because you delay. Kwa sababu unachelewa. I go to a church where they come out quickly. Na naenda kwenye kanisa ambalo wanatoka mapema. And then there's a pastor, you know, Na wanasema unajua mchungaji, we have to finish on time, we are losing kwa hiyo tunatakiwa kumaliza mapema kwa sababu washirika wanazidi kupungua. I rather lose members. Ni bora nipoteze mshirika, lakini nisipoteze Mungu. Members who get lost because of time. Mshirika ambaye anaondoka kwa sababu ya muda, Even if you improve your time hata kama ukiboresha muda wako and kick out the Holy Spirit, ukamfukuza Roho Mtakatifu, they will still go. Yes. bado wataondoka tu. Yes. Because they were not for Christ in the first Kwa place. sababu hawakuja kwa Kristo mara ya kwanza. They can't lay down their lives for Him. Hawawezi kuyatoa maisha yao kwa ajili yake. They cannot die for Him. Hawawezi kukubali kufa kwa ajili yake. So the devil sends them in your church Sasa shetani anawatuma ndani ya kanisa lako and they put you on pressure. na wanakushambulia, wanakuwekea pressure kubwa. Pastor, we are going. Sisi tunaondoka Because here you don't keep time. kwa sababu wewe hauzingatii muda. The other church, they keep time. Unajua makanisa mengine They wanazingatia even sana. have a big clock. Hata wana saa kubwa sana. Our church, they put, you know, the ministers, you know, they say, this pastor, this pastor. Unajua kwenye kanisa wanasema huyu mchungaji. Let's buy him a big clock Acha nunue saa kubwa. to face him while he's preaching. Ili iwe mbele yake au anakiwa na hubiri iwe inamwangalia. So as you're preaching, the clock intimidates you. Ili ukiwa unahubiri saa inakuongoza, inakutisha kwamba muda umeisha. I told them, this is your time. You turn it to your side. Sasa nikamwambia huu ndio muda, sasa mnaweza mkageukia kwenu. I have my watch with the Holy Spirit here. Mimi nina muda wa Roho Mtakatifu hapa. Unajua Church management. unajua lazima kuwe na usimamizi mzuri wa kanisa. We even go for courses in church management. Yaani tunaenda hata kusoma kozi za namna ya kusimamia You kanisa. have to keep time. Lazima uzingatie muda. Man, Mtumishi wa Mungu with the Holy Spirit, kwa Roho Mtakatifu He will get your time. atauchukua muda wako. He can't work in your program. Hawezi kutembea na ratiba yako. It is not the Holy Spirit will not, it is not you to accommodate. The Holy Spirit
will not go by your program. Yaani Roho Mtakatifu hawezi kutembea na ratiba yako. We have to go by the Holy Spirit program. Lakini sisi tunapaswa twende pamoja na ratiba ya Roho Mtakatifu. This is not a Catholic church. Hili sio kanisa la Katoliki. This is a revival. Hili ni kanisa la uamsho. Because of Pentecostal. Mnajiita wa Pentecoste. These people went to pray. Hawa watu walienda kuomba. They thought they are praying for one day. Wao walifikiri wameomba siku moja. It took them 10 days. Iliwachukua siku 10. Just there up in the prayer. Wakiwa wanaendelea na maombi tu. They never knew that it would take 10 days. Hawakujua kama itawachukua siku 10. But we are so modernity is killing us. Yaani usasa unatuua kabisa. Our church is not a computer church. Yaani kanisa letu sio It is a kompyuta. Holy Spirit Ni church. kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu. That's why demons are attacking Na ndio maana mapepo yanawashambulia watu. and killing pastors Yanawaua and wachungaji. destroying people. Yanaharibu watu. Because you want the Holy Spirit to obey Kwa our sababu program. nataka wewe Roho Mtakatifu aitii ratiba yako. We are supposed to fit in his program. Tunapaswa kukaa kwenye ratiba yake. Not him to fit in ours. Sio yeye akae kwenye ratiba zetu. He's so big. Yeye ni mkubwa. If you pastor according to the other church, Mchungaji ukichunga kulingana na kanisa jirani. oh, they live at midday. Wao wanatoka katikati ya siku na sisi tunaenda kukanisa katikati ya siku. You don't know who called the other one. Wewe ujui nani aliyekuita yule? Maybe it's a business. Pengine ni mfanyabiashara. Maybe it's an organization. Pengine tu ni shirika fulani. Like Red Cross or whatever. Kama Red Cross na mengine. But for you, Lakini the wewe Holy Spirit called you. Roho Mtakatifu amekuita wewe. Yours is a revival. Wewe ni uamsho. It is not a social group. Sio nani ya kijamii, sio grupu la kijamii. It is not like Rotary Club. Sio labda baa. Do you have Rotary Club here? Yeah. Yeah, it's not like Rotary Yaani Club. sio klabu au baa. Yours is the Holy Spirit. Wewe ni Roho Mtakatifu. You cannot predict the time people will be delivered from demons. Yaani hauwezi ukategemea kwamba watu watafunguliwa kuna mapepo muda fulani. One day I was praying for a brother. Siku moja nilikuwa namwombea kaka mmoja. He came to church. Alikuja kanisani. They had bewitched him. Walikuwa wamemroga. This mouth was here. Mdomo ulikuwa umehama. This mouth here was Yaani here. ulikuwa umehama. They had bewitched him. Walikuwa wamemroga. And here where the mouth is supposed to be, there was a tumor. Na kwa sema ambapo mdomo unapaswa kuwepo, kulikuwa na kidonda kinamiminika. He had many demons. Au kinatoka na usaha. Alikuwa na mapepo mengi sana. It was an evening service. Ilikuwa ni ibada ya jioni. We'll be after the evening service at 6:30. Sasa ilipofika saa 1:30, The Holy Spirit told me you pray for that young man. Roho akaniambia naomba umwombee huyo mtu. And I began to pray for him. Nilianza kumwombea. The demons were many. Mapepo yalikuwa mengi. I've never seen many demons in a Sije kuona tangu nianze kuchunga mapepo mengi kiasi hicho. The last demon left at midnight, midnight. Yaani pepo la mwisho limetoka karibia saa 6 na robo. Yaani kabla kama dakika 15 kufika saa 6. And the mouth came back. Na mdomo ukahama. Karudi kwenye hali yake. We came at 5. Tuliingia saa 9 mchana. Expecting to leave by 7. Tunategemea kutoka saa 1. Leave at midnight. Lakini tulitoka saa 6. Because you can't predict. Kwa sababu huwezi ukategemea. Yes, you can have a plan. Kweli unaweza kuwa na ratiba. But I say allow the Holy Spirit. Lakini wakati mwingine mruhusu Roho Mtakatifu. If he comes to interrupt your plan. Kama akija kuingilia ratiba yako. If he comes to interrupt your program. Kama akija kuingilia mpango wako. Don't resist him. Usimzuilie. Don't resist the Holy Spirit. Usimzuilie Roho Mtakatifu. And Pastor, don't allow people to make you guilty. Na usiwafanye watu wakufanye kuwa na hatia ndani yako. Because they left late. Kwa sababu eti wameondoka kwa kuchelewa. So have programs can leave. Wale ambao wana ratiba zingine wanaweza kaondoka. Who need the anointing? Lakini watu wanaotaka upako watafunguliwa. If they are not delivered, they will die tomorrow. Kama wasipofunguliwa watakufa kesho. Hallelujah. 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 So that religion. Sasa watu wa dini Of Holy Spirit. Unajua Roho Mtakatifu. If you come late, we will find us. Ukichelewa sisi tutakuwa tunaondoka. We shall miss revival. Sisi tutakosa uamsho. And I said,
Yesterday and the other day. Wakati nilizungumza jana na siku ile nyingine. In the spirit there is no virtue. Yaani kwenye ulimwengu wa roho hakuna utupu. There is no spiritual virtue. Yaani hakuna utupu kwenye ulimwengu wa roho. Refuse to be used of God. Kama ukikataa kutumiwa na Mungu, There can't be a virtue. yaani God will raise up other people Mungu atainua watu who wengine can do what He wants. ambao wanaweza kufanya kile ambacho tulipaswa kukifanya. I saw it yesterday in Luke chapter 9. Tuliona kwenye ile Luka That the Pharisees were telling Jesus, tell your disciples to stop shouting. tuliona Mafarisayo wanamwambia Yesu, waambie wanafunzi wako wanyamaze kimya. And He said when they stop, Lakini Yesu akamwambia kama stars will take their place. hao yatachukua nafasi And they shout, na yatapiga kelele. people of God, Watu wa Mungu, if we stop and fail, kama tukiacha na tukashindwa, other people will rise up. watu wengine watainuka. God will anoint the stones Mungu atapaka mafuta mawe who know very little, ambao wanajua kidogo are sana, ready to do what He wants them to lakini do. wako tayari kufanya kile Mungu anachotaka wafanye. Hallelujah. Haleluya. I say that's why we have many false people. Na ndio maana tunao watu wengi ambao ni waongo. And somehow they have the anointing. Na kweli wana upako fulani ambao haupo kwa roho na Those are stones that we are not. hayo ni mawe ambayo yamepakwa mafuta. Because a man of God, a woman of God, Nasema mwanamke na mwanaume wa Mungu refuse to take his position. kama wakikataa kuchukua nafasi zao. That's why when you pray, Na ndio maana ukiomba they don't go. hawaendi. You fasted for false prophets to leave. Umefunga ili waondoke manabii wa They are uongo, not going. lakini hawaondoki. Even if all the pastors gang up, Hata kama wachungaji pick wamekusanyika one false prophet, waombe ili waondoe nabii mmoja wa uongo, he defeats them. yaani atawashinda, hataondoka. Why? Kwa nini? Because he took somebody's position. Kwa sababu alimechukua nafasi ya mtu mmoja. He's a stone. Yeye ni jiwe, Because someone refused to shout. kwa sababu kuna mtu alikataa kupiga So kelele. the stone is shouting. Kwa hiyo sasa jiwe linapiga kelele. Let us not give gap for stones. Sasa tusimruhusu Mungu Let ayapate us nao. take up the position Acha sisi tuchukue nafasi zetu, and stand in our season tuchukue kwenye msimu wetu. and bring God to our generation.